Leo nataka tutengeneze sabuni hii ya maji. Najua wengi mnajua kutengeneza sabuni ya maji, lakini hamjui kutengeneza kwa kanuni hii naye kwenda kuwafundisha mimi leo. Kanuni rahisi ambayo utaifanya na utapaki sabuni zako hapo hapo. Acha kupoteza muda ule wa kutengeneza sabuni leo uanze kupaki kesho, unapoteza wateja. Jifunze hii kanuni leo na uifanye hapo nyumbani. Utapata wateja na soko lako litakuwa kubwa. Bila kupoteza muda, twende darasani tukajifunze hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza sabuni hizi za maji ambazo zinaweza kutumika kwa matumizi yote. Inaitwa multi-purpose soap. Twende darasani sasa. Fanya kitu cha kwanza, chukua maji, sawa, weka kwenye chombo chako kama hivi. Maji kama hayo. Safi kabisa. Baada ya hapo, chukua chumvi, weka ndani. Chumvi yoyote, mimi natumia hizi chumvi za mawe au wengine mnasema chumvi za magadi, lakini unaweza kutumia chumvi yoyote, cha msingi inaitwa chumvi. Baada ya kuweka chumvi, sasa koroga. Unakoroga kwa dakika 1 au dakika 2. Sawa. Wakati unaendelea kukoroga, unachukua hii hapa inaitwa soda ash. Unaweka ndani. Unaendelea kukoroga. Hapa sasa koroga kwa dakika 2. Naweka slesi yangu hapo. Slesi, nafikiri mnafahamu kwa mnaotengeneza sabuni, sio kitu kigeni sana hii slesi. Unaendelea kukoroga. Sasa ukiweka soda ash, ukaweka chumvi, hivi ndio vinasaidia kuiyeyusha hii slesi. Nafikiri umeweza kuona slesi huwa inakuwa nzito kama uji hivi. Sasa hivyo vitu viwili tulivyotanguliza, chumvi pamoja na soda ash, ndio vinafanya hiyo slesi iweze kulainika vizuri. Simple tu. Koroga tu hapa sasa mpaka uone imeanza kuwa nzito kama cream. Nafikiri ukitazama vizuri hapo unaona imeshakuwa kama cream fulani hivi. Sasa hatua inayofuata tunakuja kuweka hii inaitwa sulfonic acid. Hii jamani inabidi kuwa makini na huwa inatumika kidogo tu. Naamini wale mnaotengeneza sabuni mnajua. Mimi unahisi hapa kama nakadiria, lakini naweka kwa vipimo kabisa. Nina mzani hapa pembeni. Sawa? Ikoroge. Sasa unaweza kuona ukishaweka hiyo sulfonic acid inakuwa nzito kabisa hivi. Unakoroga hapa kama dakika 1 au dakika 2. Unaweza kuona imekuwa nzito kabisa. Sasa hapa baada ya kuwa hii tumeiona imeshakuwa nzito kabisa, tuna kitu hiki hapa kinaitwa Alka-2 au wengine mnaita CMC. Hii tunaweka kwenye maji. Unaweka kwenye maji, unakoroga. Sawa. Unakoroga. Hapa sasa ndo mchakato unakaribia kuisha. Baada ya kuweka ile CMC kwenye maji, sasa tunaanza kuyaweka yale maji huku. Unaanza kuweka taratibu maji yale ambayo umeshaweka CMC au umeweka Alka-2 taratibu, huku unaendelea kukoroga. Ona. Hapa sasa wewe ni kukoroga tu. Unaweka maji yako, unaendelea kukoroga. Sasa kidogo imekuwa na povu hapa, lakini nafikiri kwa wale ambao mnatengeneza sabuni mnajua, yani hapa yangekuwa mapovu haitamaniki, lakini yenyewe ni hii hapa. Sasa hapa nataka nikuonyeshe, kwa sababu kwa juu ukiwa unaangalia kwa juu huwezi kuona, unaona lile povu kidogo liko hapo juu huwezi kuona, lakini kwa huku unaweza kuona kwa sehemu kubwa sana, yani imeshakuwa iko sawa. Tofauti na zile formula zingine unakuta unatengeneza sabuni iko hadi hapa, povu linajaa hadi huku. Inakulazimu uwe unasubiri povu mpaka lishuke ndio uje uipate clear. Lakini hii huwa inakuwa ina kapovu kidogo tu ambako labda ukisubiri nusu saa tu tayari unajaza. Au hapo kama mimi saizi hapa tutajaza sasa hivi hapa uweze kuona exactly kwa nini kipo. So nimekuonyesha kwenye side hii kwa sababu kutoka kwenye engo ya kamera huwezi kuona. Kamera ambayo inaangalia kwa juu huwezi kuona kwa sababu kuna kapovu kidogo kako hapa. Nafikiri naeleweka vizuri. So twende sasa tukaweke rangi, tukaweke na perfume tuweze kusave sabuni yetu uweze kuiona. Hivyo tu basi.
Hatua inayofuata sasa tunaenda kuweka rangi. Mimi huwa napenda kuweka rangi ya pinki, lakini wewe unachagua. Hapa sasa ni uchaguzi. Cha msingi tu uchukue rangi ambayo unaipenda na wateja wako wanaipenda. Unaweza kuwa wewe unapenda nyeusi afu wateja wako hawapendi nyeusi, utachanganyikiwa. Tunaheshimu sana wateja wetu wanachokisema. Alafu rangi, kwa sababu hizi ni kali, usiweke nyingi, unaweka kidogo. Weka kidogo kama hivyo. Alafu unajaribu kwanza kuikoroga uone imefika wapi. Ukiona haijatosha ndio unakuja unaongezea. Na ili nafikiri unaweza kuona hiyo hapo. Hiyo. Sasa tunaanza kukoroga ili tupate rangi. Hiyo rangi ilikuwa na kibonge fulani hivi, kwa hiyo usikimbilizie haijatosha, hakikisha imeyeyuka vizuri. Maana yake vinginevyo utazidisha rangi alafu bidhaa inakuwa mbaya. Kinachovuta macho ya mteja sio bidhaa yenyewe, ni muonekano wa hiyo bidhaa, kitu cha kwanza. Kwa hiyo hakikisha kama hivi, nafikiri unaweza kuona inazidi kubadilika hapo. Inabadilika rangi. Na watu wengi pia kwenye hii sehemu ya rangi huwa hawapendi rangi iliyokoza sana. Kwa hiyo sio unapiga lile pinki lenyewe, wanapenda hii hapa ambayo inakuwa ni ya kawaida, yani rangi imepoa wanaita wenyewe. Ndio watu wengi wanapenda hivyo. Kwa hiyo kwenye biashara pia usipende kama watu wengine nakuta sabuni zao wamepiga ile kijani yani hadi inakera. Weka rangi ambayo ya kawaida. Unaweza kaona hiyo rangi hapo. Rangi fulani hivi unatamani hata nikukwambie njoo chukua hii sabuni. Hiyo hapo. Unaiona? Ni kirangi fulani hivi. Kwa wale wanaojua rangi wanaelewa. So hapa kwenye rangi huwa tunakadiria. Japo kwenye kitabu utaona nimekuwekea kipimo kabisa, lakini sasa ile ni kwa mapendeleo yangu mimi. Wewe sasa weka kulingana na preferences zako, yani wewe vile unavyopenda rangi. Kuna wengine huwa wanauza sabuni bila rangi kabisa. Hasa zile za vyombo nini, watu huwa hawaweki rangi. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe sasa na preferences zako hapo. Nafikiri hapo tunaelewana vizuri. So baada ya kuweka rangi, kitu kinachofuata tunakuja kuweka perfume. Mimi napenda kuweka hii hapa inaitwa Rose 3. Mimi napenda. Sasa sijui wewe unapenda nini. Sasa kwa kipimo changu ninaweka hiki kifuniko 1.5. Hii kifuniko ni ml 6 hiki. Kwa hiyo nikiweka hiki na nusu nakuwa nimeweka ml 10. Unaweka hiyo tena nakuja kuweka nusu. Nakuwa na hakika nimeweka ml 10 kama hivyo. Shida ni moja kwenye perfume, naomba niseme vizuri hapo pia. Kwenye perfume ukizidisha huwa inakata ule uzito wa hii nani yako, hii sabuni yako. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna mwingine sabuni imekuwa nyepesi kwa sababu unazidisha perfume. So usizidishe sana perfume, weka tu perfume ya kawaida nzuri. Wateja wanapenda, mimi wateja wanapenda hii Rose 3. Sasa ili tumalize mimi na wewe tuachane hapa, nataka tupaki hii sabuni kwa pamoja mimi na wewe ili ufurahi na ujue kuwa tunafanya kitu ambacho tunakijua, sio kwamba tunakuhamasisha tu, na sisi tunafanya. Sasa mimi ninatumia hili jagi kupima ili niweze kujaza kwenye dumu, na wewe sasa utafanya vile unapenda wewe. Hapa jamani hamna ufundi sana, si ndio? Tunaanza kujaza. Unaweza kuiona hapo muonekano wake kidogo vile inaonekana. Tuanze kujaza kwenye dumu letu. Unaiona sabuni jinsi ilivyo nzuri, ilivyo nzito. Unaiona? Hiyo hapo. Sio mchezo jamani, ni vitu vya kweli kabisa. Ambavyo vyote hivi unavipata kwenye kanuni mpya za kutengeneza sabuni na vipodozi hapo nyumbani. Wewe mwenyewe unatengeneza hii. Yaani kama tulivyotengeneza mimi na wewe, utakuwa unasoma hicho kitabu alafu unafanya hapo nyumbani vizuri kabisa. Hadi hapa naamini hunidai. Hadi hapa sidaiwi leo. Kila kitu kimekuwa wazi, umeelewa kutengeneza hatua kwa hatua mpaka tumepaki pamoja. Hivi ndivyo sabuni yetu inaonekana sasa. Nini unadai? Nachosema hivi, unatamani kujifunza vitu kama hivi? Pata kitabu chetu cha kanuni mpya za kutengeneza sabuni na vipodozi.
Ndani ya hicho kitabu utajifunza step kwa step kama hizi tulizofanya zote leo hapa, utazikipata ndani ya hicho kitabu. Lakini huko ndani utajifunza jinsi ya kutengeneza vitu zaidi ya 19 ukiwa hapo nyumbani. Utatengeneza sabuni za maji, utatengeneza sabuni za vipande, utatengeneza shower gel, utatengeneza lotion, utatengeneza cream, utatengeneza lip balm. Vitu vyote ambavyo unatamani wewe kuvitengeneza utavikuta ndani ya hiki kitabu. Alafu kumbuka sasa, kitabu hiki unakipata kwa bei ya ofa. Badala ya kulipia ile 20,000 ya kawaida, unalipia 9,000 tu. 9,000. Sawa sawa, utapata hiki kitabu chako. Ni soft copy, kumbuka unapokea kupitia email yako au WhatsApp. Bei ya kawaida nimesema 20,000, lakini kwa wewe uliotazama video hii unaipata kwa ofa 9,000. Kwa kama unayo 9,000, wasiliana na sisi kupitia 0676 298 270, 0676 298 270. Sema nahitaji kile kitabu cha kutengeneza sabuni ya vipodozi, tutakupa hicho kitabu na wewe ukatengeneza huko nyumbani kirahisi kama hivi nilivyokuelekeza. Fanya biashara na mambo ni rahisi sana. Lakini hatujaishia hapo. Ndani ya hiki kitabu utapata pia namba za simu za wauza malighafi Tanzania nzima. Yaani popote ulipo utaona namba ya simu ya muuza malighafi, nenda kanunua kwake, tengeneza kama hivi. Hiyo sabuni tumetengeneza leo, wewe nunua kitabu, utaona huko ndani kanuni, hiki pima hivi, hiki pima hivi, pima tengeneza. Mambo ni rahisi kama hivi. Acha kuogopa. Usiseme sina kazi. Umekosa tu shilingi 9,000 kununua kitabu. Ni wewe sasa utakuwa mkorofi. Na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Top 10 Hubs.